Injili wa leo. Bwana wabariki. Somo letu linasema usihofu, endelea na safari. Usifanyaje? Usihofu, endelea na safari. Mshike tena mkono jirani yako kama unao. Kama unao mwambie mwenzangu. Mwenzangu. Usihofu. Endelea na safari. Tuombe. Asante Mungu kwa ajili ya wakati huu tena. Ni wakati mzuri sasa wa kwenda kujilisha neno lako la uzima. Fungua mioyo yetu kwa ajili ya kukusikiliza wewe. Tunaomba haya machache kwa jina la Yesu. Amina. Sasa kabla hatujaendelea, mimi napenda kuimba jamani. Kwa hiyo tutaimba kidogo. Tutaimba kawimbo kanasema hivi: Onjeni muone Bwana yu mwema. Onjeni muone Bwana yu mwema. Tunaishia hapo. Bwana wabariki. Aya. Unajua watu wa Mungu, iko hivi. Bwana akiongoza safari yako, ni nani awezaye kutia dhoruba? Bwana akiwa upande wako, ni nani atakuwa juu yako? Ni kipi kitapata nguvu ya kushindana na wewe ikiwa Bwana utamruhusu aongoze safari yako? Na ndio maana fungu letu la Zaburi 34. Msomaji naomba utusomee tena Zaburi 34. Tukumbushe kidogo fungu letu kuu. Nasema onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Ndio. Heri mtu yule anayemtumaini. Amina. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Heri mtu yule anayemtumainia. Kwa hiyo ukimtumainia tu na ukaamua sasa leo mimi nampata Bwana, hakika Bwana ni mwema. Hakuna kitu ambacho kitakuwa juu yako. Hakuna dhoruba ambayo inaweza ikakupiga wewe kiasi kwamba ukashindwa, ukatetereka. Kama utaamua kusimama na Mungu, Bwana ni mwema. Hakuna dhoruba ambayo itakuwa ni juu yako wewe. Unaona? Kwa hiyo kuna majaribu mengi sana watu wa Mungu tunapitia katika hii dunia. Ni mengi sana. Mahali popote ulipo, iwe ni nyumbani, umelala tu umetulia, unakutana na jaribu. Umelala huna hata habari, unakutana na jaribu. Iwe kazini kule, tuna vita nyingi. Kuna watu ukiweka hata kiti hivi, hicho kiti alishaga akiweka special kwa ajili yake. Ukikaa tu wewe utakacho ukipata taisoma namba. Kwa kuna vita hata katika katika maisha ya kawaida, katika utafutaji, katika biashara, katika masomo. Majaribu ni mengi. Majaribu ni mengi sana. Unaona? Lakini kwa haya yote majaribu, hakuna jaribu ambalo linaweza likakupata wewe kama Mungu hajaruhusu liwepo. Na hata kama likiwepo, ujue kabisa kuna mlango wa kutokea ambao Mungu amekuwekea. Sawa? Kwa majaribu ni wengi. Tuna wengine tunapitia majaribu. Uzinzi, lile ni jaribu. Unakuwa ni mzinzi, kila ukitamani kutoka, unanaswa tena. Unarudi. Unaanza kujizuta hapa na jinasuaje. Lile ni jaribu. Lakini kama ukionja, utamuona Bwana ni mwema. Sawa? Kuna jaribu la dhiki. Unaweza ukapitia dhiki katika maisha. Kuna jaribu la ugonjwa. Watu tunaugua. Unaugua mpaka unaanza kusema hivi kweli Mungu jamani yupo? Lile ni jaribu. Usihofu, endelea na safari. Lakini pia kuna jaribu la umaskini.
wale watu wa TASAF wanaweza wakawa wanajua. Dada Aika, maendeleo ya jamii kule, mnafahamu jinsi watu wanavyoishi na shida. Yaani ni mtu ni maskini kiasi kwamba yani ukimuona mpaka ukasema hivi jamani, watu wanaishije wenzetu? Lile ni jaribu lake, unaona. Lakini katika hilo kuna mlango wa kutokea ambao Mungu ameliweka. Kuna jaribu wengine katika imani. Hata swala la imani ni jaribu. Yaani unaona kabisa yani imani yako. Alafu kuna mwingine akiomba tu mambo yanakaa vizuri. Lakini wewe utaomba, utakesha, utafanya hivi lakini hamna. Lile ni jaribu. Jaribu lingine ni katika masomo. Unapambana kabisa mwanafunzi, unasoma, yaani unakesha mpaka unaweka na maji chini huku kwenye beseni. Unasoma, lakini mwisho wa siku una score 0. Lile ni jaribu. Sawa? Lakini katika hilo Mungu ameweka njia ya kutokea. Sasa niwape uzoefu mmoja. Sisi hapa katikati tu nyumbani pale tumepitia uzoefu mmoja ambao sio wa kawaida. Yaani jaribu ambalo sio la kawaida kiasi kwamba anasema hivi sasa hapa nifanyeje? Yaani unawaza mpaka akili inafika mwisho, lakini mwisho wa siku unasema Mungu ni mwema. Pale nyumbani bwana tumepitia uzoefu. Kwanza yani tumelala, milango imefungwa, madirisha yamefungwa, hamna sehemu wamechana, labda wamekata, lakini mnaamka hamna kitu, simu zote zimebebwa. Hata unaanza kujiuliza sasa hawa watu wezi kama ni mwizi alipita wapi? Ukiangalia milango imefungwa, ukiangalia madirisha yamefungwa, tena yamerokiwa, unaona. Lakini Kasimu sema waima hamna. Unaona? Kwa nini ni jaribu, unaweza kujiuza, lakini cha ajabu sana hamna hata mtu mmoja ambaye amezurika. Tupo wazima, tunaendelea na safari. Lakini si hivyo tu, baada ya simu kupotea, hela sasa zikaanza kupotea. Ukiweka tu karaki ukakuti. Ukiweka yani kosa tu siingie na hela mle ndani. Lakini vitu kama hivi Biblia utaikuta pale iko safi tu inakutizama. Lakini ukiweka tu hela huikuti. Yaani huikuti. Halafu yani ni mazingira ambayo yani huwezi ukajua yani mtu anaibaje. Lakini hukuti. Lile ni jaribu. Kuna mtu mmoja nikawa sasa namuelezea, nikamwambia bwana sisi tumepitia uzoefu huu. Akasema sasa kule Sumbawanga kule Sumbawanga yani kuna kamzee kamoja tu kenyewe hata akafanyira umri, tena anaongea kabisa kwa ujasiri, yani akafanyira kana kuchanja tu kachare kidogo na kenyewe akaonekana. Kwani hiyo ni dhambi dada? Unaona? Aanza kusema anakuchanja tu hivi kachare kadogo, wala hata kana madhara, ni kachare tu kana kuonyesha kwamba ni nani huwa anawafanyia hiyo michezo. Unaona? Nikamwambia wapi huko? Wakasema Sumbawanga. Kwa hiyo ukipata muda twende nikupeleke. Nikamwambia mimi huko siendaje. Akasema unaona sasa nyewe wa Sabato vitu unapoteza, mnarudishana kwenye umaskini. Lakini sasa yule hata afanyi ramdi, ni kachare tu kadogo anakuchanja, unaviona vitu vyako. Kwa nikagundua kwamba watu wengi hatumtumaini Bwana. Katika changamoto zetu za maisha tunakimbilia sana kwenye vichale. Tumo humu ndani, lakini yani kajaribu kadogo tu kakikupata unaenda kwa witch doctor. Jamani, kule hakuna tiba. Kule ni kuliwa hela, ni kudanganywa, ni kushikana uchawi, ni kuleteana fitina kanisani. Kwa sababu ukitoka hapo, hebu imagine sasa umeenda kule. Nikaje nikamgundua Bwana Nelson ndio ananifanyia huo mchezo. Nitamsalimia? Sijamsalimia, yani nitajaa kwanza nikimuona tu naanza. Yani kwanza nikimuona yani najaa hasira, unaona? Kwa hiyo jamani, kila jaribu ambalo unalolipitia katika maisha yako, liwe la kufukuzwa kazi,
Ndiwe umesoma kabisa, umesoma, una masters yako, una degree, una cheti. Wapendwa msomaji, tusomee kitabu cha Wakorintho 10, Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 13. Wakorintho wa kwanza 10 fungu la 13. Tusomee. Jaribu na kuwapata ninyi. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita kiasi. Lakini pamoja na jaribu atafanya mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Unaona sasa, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Yaani Mungu anapokuwekea jaribu, hilo ni saizi yako, sawa? Yaani ni saizi yako, kwa maana ya kwamba unaliweza, unaweza ukalimudu. Unaona, yaani jaribu lolote unaloliona, kwa sababu mimi hapa binafsi siwezi nikajua watu tunapitia majaribu mangapi, lakini nina uhakika kabisa kwamba mnayo majaribu mnapitia katika maisha yenu. Lakini pamoja na kwamba unapitia hilo jaribu, ni saizi yako, ni kawaida ya mwanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Mungu sasa akishaona kabisa kwamba huyu amezidiwa, hawezi akakuacha uteseke. Hawezi. Yaani hawezi. Ataweka mlango wa kufanyaje? Wa kutokea. Atafanya njia ambayo wewe kibinafsi kwa akili zako za kibinadamu huwezi kujua. Lakini Mungu ataweka mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Wewe hata hivyo unaweza ukajiona hivyo kwamba hili limenishinda. Kumbe hapo Mungu ameshaweka mlango. Angeliachilia hilo jaribu lingekuwa ni kubwa zaidi ya vile ambavyo wewe unadhani. Unaona? Kwa hiyo usihofu. Mshike tena jirani yako mkono, mwambie mwenzangu. Mwambie mwenzangu, usihofu. Endelea na safari. Kwa hiyo usihofu. Katika kila jaribu unalolipitia, usihofu, endelea na safari. Lakini kuna wakati mmoja nikawa nasoma katika kitabu cha Yohana 16. Yohana 16, msomaji tusomee Yohana not Yohana. Yohana 11 fungu la kwanza hadi la 4. Tusomee. Kumi na moja hadi 4. Ndio. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, ndio mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Yeye Mariamu yule alimpata Bwana marhamu, akamshika mifupa nywele zake. Ndio. Lazaro yule alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu alipokuja alisema, ndio, si wa Mungu, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa Mungu. Mmesikia hapo? Kumbe katika maisha haya unaweza ukajifikiria kwamba ukajiuliza kwamba huenda mimi napitia hili jaribu, huenda mimi napitia hii changamoto, pengine mimi sistahili mbele za Bwana. Kwa nini mimi nipitie hivi? Lakini hapa mwandishi anasema kwamba katika ile Yohana 11 tutasema hivi, basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakasema, Bwana, yeye umpendaye. Yaani umpendaye, yaani ni mtu ambaye yuko karibu naye, yaani amemkumbatia yeye, yaani unayempenda sana hawezi. Kumbe hata kama jaribu linampata mtu wa aina yoyote, uwe unapendwa na Bwana,
uwe upendwi, Mungu analiachilia jaribu kwako. Unaona? Lakini hapo anasema hivi, fungu la 4 anasema naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu sio wa umauti. Alijua kabisa ugonjwa huu, yani sio kwamba yani amekufa jumla, sio wa umauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Yani hilo tatizo ulilonalo, hilo jaribu ulilonalo ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili Mungu atukuzwe, ili watu wazungumze habari za Yesu, ili watu waeleze, waanze kusimuliana namna Mungu anavyotenda makuu kwa watu. Ni lazima hilo jaribu ulipitie. Kwa hiyo hata kama yani unapendwa kabisa na Mungu, Mungu anaruhusu jaribu likupate wewe, ili mwisho wa siku sifa na shukrani zimrudie yeye Mungu wa mbinguni. Naona? Kwa hiyo kwenye maisha, kwenye haya maisha usihofu, endelea na safari. Mungu anaruhusu hilo jaribu likupate, ili mwisho wa siku watu wamtukuze Mungu, watu waimbe sifa za Mungu kupitia hiyo changamoto ulionayo wewe, hilo jaribu ulilonalo wewe, Mungu atatukuzwa. Lakini pia anasema kwa hiyo tulisoma ile Wakorintho 10 tukaona kwamba jaribu haliwapati nyinyi isipokuwa lililo kawaida. Kwa hiyo hilo ni tumaini letu kwa Mungu, kwamba ni hakika hata kama upitie dhoruba gani unayoipitia, yeye yupo ambaye ataweza kuisitisha dhoruba hiyo. Mawimbi ya mawimbi yanayopiga kwenye maisha yako, Mungu yupo ambaye anaweza kuyazuia hayo mawimbi na ukalishinda hilo jaribu. Tujifunze mambo machache hapa, kwamba kuna wakati unaweza ukapitia jaribu kubwa sana katika maisha yako. Unaweza ukapitia changamoto kubwa. Changamoto tunazo nyingi sana. Kwa nini mimi ninaomba sana Mungu hanijibu? Kwa nini mimi kila siku ninahudhuria ibada, yani shule Sabato, mimi saa 2 kamili nimeshawahi darasa la walimu, saa 3 sijui kamili niko kwenye kipindi cha uimbaji, hapo tunajifunza nyimbo, lakini ninahudhuria shule Sabato, ibada yote mimi sijawahi kuacha. Yani ninahudhuria kabisa kwa uaminifu, na kazi ya Mungu ninafanya. Mimi mbona ni mshemasi? Mimi mbona ni kiongozi gani? Mimi mbona ni hivi? Mimi mbona ni mtoto ninajitahidi kabisa ninasoma, lakini Mungu mbona hanisikii? Kuna mambo kama 4 hivi ambayo tunatakiwa kuyajua, kwamba ukiyapitia hayo, ukiona Mungu pengine hakujibu, mambo haya ambayo naenda kuyasema yanaandaliwa kwako. Jambo la kwanza, Mungu anasubiri kuona uimara wa imani yako. Kwa hiyo ni jambo la kwanza ambalo tunapaswa kujua, watu wa Mungu, kwamba ukiona umeomba sana, umesali sana, na Mungu yupo kimya, kana kwamba hasikii. Mungu anasikia, na niwahakikishie tu kwamba jamani, Mungu anasikia maombi yetu. Mungu anasikia haja zetu. Kwa hiyo unapoona hivyo, jambo la kwanza nimesema, Mungu anasubiri kuona uimara wa imani yako. Ndiyo maana hakutendei sasa, ndiyo maana hakuponyi sasa, ndiyo maana hakupi sasa. Aidha unaomba utajiri, unaomba ufanikiwe katika mambo yako, katika biashara yako, Mungu hakupi, amekaa kimya. Yupo kimya kabisa, sio kwamba hasikii wala haoni unachokiwaza wewe. Una changamoto katika ndoa, mnagombana kila siku, yani kila siku nyie mkifika ni ngumi, hamna amani. Sio kwamba Mungu haoni, Mungu anaona na anasikia, ila anachotaka ni kuona uimara wa imani yako. Imani yako kwake ipoje? Unaweza kustahimili hata katika changamoto ngumu unayoipitia kwenye maisha yako? Yani imani yako ipoje? Unaweza?
Umeomba siku nyingi, labda unataka mimi yani Mungu anisaidie nipate kazi, wengine wanatafuta wachumba, unaomba, unakesha, una nini, lakini Mungu yupo kimya. Mungu anataka kuona uimara wa imani yako. Jambo la pili ambalo linaandaliwa kwako unapoona Mungu yupo kimya, Mungu anakuandalia majibu mazuri kuliko sasa. Umepoteza kasimu, labda kalikuwa ni ka Tecno kabovu. Nilikuwa namwambia dadangu pale, hasa wewe yako kasimu unasikitika, kalikuwa ni kabovu kamechoka, lakini Mungu alikuwa anamwandalia kuwa na bonge ya simu. Umepoteza kiraki cha unasikitika, Mungu anakuandalia mamilioni ya pesa. Katika biashara unahangaika, Mungu anakuandalia yani biashara moja nzuri, kazi nzuri, mchumba mzuri mwema, masomo utafaulu vizuri. Yani wewe utakuwa unapita hivi, unapita tu, utaona tu mambo yako yananyoka. Kwa hiyo Mungu anakuandalia majibu mazuri kuliko sasa. Yani hivyo ulivyo wewe haitoshi, kwa hiyo anataka kuandalie majibu mazuri. Unaona, anasema hivi, kama ni mfanya biashara ukipewa utajiri leo unaweza ukamwasi Mungu. Kwa hiyo anakusubiria sasa ili akupatie, ili ubariki pia kazi yake. Unaona, kama ni mwanafunzi unalia. Pengine kama angekufaulisha leo ukafaulu katika masomo yako, ungejisifu. Yani unajiinua, unasema mimi darasani, mimi mbona ndo kichwa, nani mwingine kama mimi? Kwa hiyo anasubiri akutandike mikia, halafu mwisho wa siku sasa unapita, mambo yako yamenyooka. Kwa hiyo Mungu anaandaa majibu mazuri kuliko sasa. Sawa? Jambo la tatu, ukiona Mungu amekunyamazia, anataka kutoa fundisho la imani kwa wale wasiomwamini Mungu. Naona anataka kutoa fundisho la imani kwa wale wasiomwamini Mungu. Na ndio maana ukisoma kile kisa cha Lazaro pale alipokufa mpaka akaanza kunuka, lakini mwisho wa siku Mungu aliamua kumfufua, akamfufua tena, lakini alikuwa ameshanuka. Sio kwamba Mungu alikuwa hana uwezo wa kumfufua Lazaro wakati huo, alikuwa nao, lakini alikuwa anataka kutoa fundisho la imani, kwa sababu Mungu kama ni miujiza alikuwa anafanya sana. Alikuwa akifufua watu, alikuwa akiponya watu. Hivi unaweza ukafikiria kwamba sasa ni kweli kabisa alishindwa kumfufua Lazaro kwa wakati huo? Alishindwa? Alikuwa na huo uwezo wa kumfufua Lazaro, lakini alisubiri mpaka anuke, atoe harufu, ili sasa hata wasiomwamini waseme kweli huyu ni Mungu. Mungu anayeweza kufufua mpaka wale watu walionuka. Mtu amekufa kabrini siku ngapi? 3 sijui. Lakini Mungu aliamua kufanya hivyo. Sio kwamba Mungu alikuwa hawezi, ila alikuwa anataka wale watu sasa waliokuwa wamezoea tu kwamba tukiomba hivi anatuponya, lakini kuna watu walikuwa wamekaa kabisa wakiamini kabisa kwamba hapa Mungu hatoboi. Amfufue mtu aliyekufa kabrini siku 3 mpaka anatoa harufu? Hapa hawezi. Kwa hiyo lilikuwa ni fundisho la imani. Kwa hiyo Mungu anataka kutoa fundisho la imani kwa watu wasio muamini. Unakuta watu wanakuongea, wanakuzodoa, wanafanyaje, wanaongea hivi. Unaona? Lakini siku moja Mungu atakupa kitu kizuri. Hata yule aliyekuona kabisa, yani huyu ndo maisha yake. Haka nika hivyo. Yani huyu hawezi kutoka katika huo umaskini. Huyu mtoto yani hata walimu, wazazi walishaka kukatia tamaa kwamba huyu mtoto hawezi chochote. Si ndio wanafunzi? Hata shuleni tunaonaga namna ambavyo mwalimu yani ameshakukatia tamaa. Yani mwalimu mwenyewe ameshakukatia tamaa, anasema yani hapa tunakesha bure. Huyu mtoto hawezi kufaulu. Kwa hiyo siku ukifaulu ni fundisho la imani kwa wale watu wasiomwamini Mungu. Asema hivi kumbe Mungu wa fulani ni Mungu anayeweza kufanya
hata jambo ambalo mimi yani kwa macho ya kibinadamu hatuliwezi. Kwa hiyo ni hivyo. Jambo la 4, ukiona Mungu yupo kimya katika jaribu lako, ujue anaandaa majibu yatakayofanya waliokudharau wakusalimie kwa heshima. Nasemaje watu wa Mungu? Yaani waliokudharau ukipita wanakutetemekea hivi, wanakunyenyekea, yaani wakusalimie kwa heshima. Ukipita mkuu, saruti. Lakini hao walikudharau, ni hao walikuongea. Kwa hiyo anataka kuandaa majibu wale waliokudharau, waliokuongea. Unajua katika haya maisha bwana, mtu anakuongea, yaani unamwanza kumjadili mtu, yaani kana kwamba wewe ndiye unayejua hatima ya maisha yake. Yaani wewe ndio unayejua, yaani kwamba yaani huyu atatembea hapa, atafika hapa, atakwama. Wewe ni nani? Yaani wewe ni nani mpaka ujue maisha ya mtu kiasi hicho, kwamba yaani huyu mtu yaani hapo alipo ndio hivyo. Kwa hiyo anataka achelewe leo kukujibu hiyo changamoto yako, kukuponya huo ugonjwa, kukusaidia katika biashara yako, kuimarisha changamoto ya ndoa yako, ili hata ambao waliokudharau wasema yaani ndoa ya fulani kila siku ni makelele, yaani wala hawaishi kugombana. Ukienda pale utakuta wanagombana. Anataka atoe fundisho la imani, hata waliokudharau wakusalimie kwa heshima. Yaani iwe ndoa yako iwe ni mfano, wakipita watu waseme, jamani ndoa ya fulani ila wanaishi vizuri. Jamani mbona hivi, yaani wakusalimie kwa heshima. Kwa hiyo Mungu hafanyi vitu vya kawaida. Yaani Mungu hafanyi vitu vya kawaida. Vitu vya Mungu ni mambo makubwa. Unaona? Yaani mambo ya Mungu ni mambo ya makubwa, ndio maana yupo kimya sana. Anafanya vitu vyake kwa ukimya. Na ukitaka kuamini hili, fuatilia. Utagundua kuna wale watu ambao yaani hata kwenye vikao, hata kwenye nini, yaani utakuta yaani mambo yake ni kimya kimya. Yaani mambo yake ni taratibu. Hapigi kelele. Yaani hasemi kwa watu, yaani hajisifu, yaani vitu vyake ni vya taratibu, kimya kimya. Lakini akija kutoa hapo, kwa mfano mpo kwenye meeting labda, mtaongea. Lakini mwenzako akija kutoa kitu chake, kila mtu ndio mkuu, support. Kwa hiyo Mungu ni Mungu wa mambo makubwa, watu wa Mungu. Sawa? Ni Mungu wa mambo makubwa, ndio maana yupo kimya sana. Vitu vyake anafanya ni taratibu, lakini ni vikubwa na vyenye ustadi mkubwa sana. Mwisho kabisa, muda wetu umeenda. Kwa hiyo tunachopaswa kujifunza leo ni kwamba tunapaswa kumjua Mungu kwa namna yoyote ile. Tunapaswa kumwelewa Mungu katika utendaji kazi wake. Tunapaswa kumwelewa Mungu katika matendo yake. Tunapaswa kumwelewa Mungu. Unaona? Utendaji kazi wake ni tofauti na mawazo yako, ni tofauti na mawazo yangu, ni tofauti na akili yangu, ni tofauti na akili zetu. Yaani wewe unavyowaza hivi, nawaza labda tunasemaga ndoto zile za mchana. Unakaa unalala unawaza labda nataka nifanye hivi, nataka ninunue gari, nataka niolewe, nataka nifanye hivi, nataka nifaulu. Yaani unajiwazia tu. Elewa kwamba utendaji kazi wa Mungu ni tofauti na mawazo yako. Yaani unavyowaza wewe Mungu akutendee, Mungu anakuwazia tofauti. Na sio kwamba anakuwazia kinyume, no. Anakuwazia kitu kizuri. Pengine unachokiwaza wewe ni kidogo kwa Mungu. Anaona kabisa kwamba hasa huyu ni mtoto wangu, mbona anawaza vitu vidogo vidogo. Unaona?
Wewe hapo ulipo unawaza tu mimi nifanyiwe hivi, mimi Mungu aniponye, mimi Mungu anifanyie hivi. Mungu anakuwazia tofauti. Kwa hiyo utendaji kazi wa Mungu ni tofauti na akili zetu, ni tofauti na mawazo yetu, ni tofauti na akili zetu. Unavyowaza wewe, Mungu anakuwazia tofauti, lakini anachokuwazia Mungu ni bora kuliko unachokiwaza wewe. Mwisho kabisa tusome Wafilipi 4 fungu la 13. Wafilipi 4 fungu la 13. Amina. Ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kwa hiyo hata wewe unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Huwezi ukaweza mambo yako peke yako, mpaka utiwe nguvu na Mungu, ndipo utayaweza mambo yako. Mungu awabariki.